Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Rahman. Louange à toi, Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution. Chez soi le biniride, namuomba Mola wangu, ajaze imani yangu, kwa shahada kamilifu. Nakiri kwa moyo wangu, natamka kwa ulimi, hakuna Mola mwingine ila wewe Maulana. Muhammadi ni mtume, Bwana Yesu ni mtume, Nabii Musa ni mtume, na Daudi ni mtume. Wasitwe kuwa Mungu, kwa kweli mtakufuru, ukafiri si enusi, si sifa ya upingaji. C'est à toi seul que nous adorons Rahman. C'est à toi seul dont nous implorons les secours. Guide-nous dans les chemins droits. Mungu wetu ni umoja, kulala kumshike, kusinzia sifa yake kwa milele Mola. Wangekuwa wapo wawili, wangefia madaraka ya kumiliki dunia, na mawaziri wangepata. Tuweke katika mikono ya Mungu. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu, tunakuomba katika sifa zako na uwezo wako uchunge kikundi hiki ya Rabbul Alamin. Kila aliyekuja kusikiliza neno lako umjalie masikio ya ndani ya kusikia na kukubali ya Rabbul Alamin. Amin. Na muovu shaitani ututenge naye mbali, ili asije kutuvuga katika mazungumzo yetu katika kutangaza dini yako ya Rabbul Alamin. Amin. Na kwa kila mtu aliyekuja kwa nia nzuri, Mungu umjalie kile aliyokuja kutafuta ya Rabbul Alamin. Amin. Na aliyekuja katika nia mbaya, Mungu mkinge mbali zaidi, umjalie masikio ya ndani ya kuweza kuamini neno lako ya Rabbul Alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa dua nzito inayosemewa na inayotombewa Sheikh Mkuu. Hivi bila kuenda muda, tutaingia katika ada yetu. Kama ilivyokuwa ahadi ya jana, tuliwaidia kuwa tutakuwa tena leo hapa kwa ajili ya kufikisha habari ya Mungu, kuwatosha watu katika njia ya upotevu na kuwaleta watu katika njia ya kwenda kumuona Mwenyezi Mungu. Amina. Mwenyezi Mungu tukubalie. Makusudio ama sije ambayo tunatambaa nayo leo siku ya tatu, tumbali msije ya uongo, kwa sababu hii sije ya uongo ndio sije kubwa ambayo watu wamekwisha kupotea kutokumjua Mungu wa kumwabudu ni nani. Na mtu kutokuwa na imani anapona anafundishiwa mafundisho ya uongo ya kusema kuna Mungu Baba na kuna Mungu Mwana. Lakini sisi katika imani yetu tunajua kama Mungu ni mmoja, aliyeumba mbingu na akaumba dunia na akamuumba Yesu na mitume wengine walimfuata Yesu. Hii ndio misingi ya imani ya Kiislamu. Bila kutambuka mbele tulianza kufikia wanaanza kuwatangazia sema tulipendelea kupata mada nyingine mpya kati ya Uislamu na Ukristo. Ipi ibada iliyokuwa ya manabii ya kweli? Lakini mbele ya siku ingia kuibada ya manabii ya kweli kati ya sisi na Wakristo, turudie katika sije tufidiane, tukubaliane kama Mungu anabakia ni umoja tu. Ndio lengo letu sisi, tunapenda tumwage Mungu abakie pasi yake na wao wengine wote ni mitume. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi hivi tunaacha uwanja wazi kwa ule mwenye angali na utata au mwenye angali na Mungu mwingine kinyume kwa huyu muumba wa mbingu na dunia. Uwanja ni wazi, tamuleta mhubiri wetu kwa kuja kusafisha tena ule uchafu
wa kuondoa kumasikio ya watu kama kuna Mungu mwingine baada ya huu Mungu muumba wa mbingu na dunia, na tutamwita mhubiri aje awasaidie tena kuwasafishia watu watoke katika imani ya kuabudu Mungu mwingine kinyume cha Allah. Hivi mhubiri, uwanja ni wazi, karibu shekhe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Na kwa wale ambao hawajabatika bado kukubali dini ya Kiislamu, amani na salama ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Amina. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma wassalatu wassalam ala mab'utha rahmatan lil alamin. Kama baada, sifa zimemstahiki Allah mlezi wa ulimwengu mzima, kisha rehema na amani zimwendee kiongozi wetu wa dini, naye si mwingine bali ni Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye aliyetuma kwetu kwa rehema kwa ulimwengu mzima. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajabatika kuikubali dini hii ya Kiislamu, leo kweli nilikusudia kubadilisha mada au tem au sije, lakini ubovu ambao nakuta tunaanza mazungumzo nyuma nisetere kisha tukamate mada nyingi tuongee mambo ngapi. Unakuta hiki kitu jamani, tuomba viongozi waturekebeshe vitu vizuri kabisa. Hii ni moja ya kutokufikisha kweli ya Mungu. Ikawa kama mtakuwa tunyima sisi wakati au saa, tutashinda kutangaza. Tuna mada mingi, lakini ujiulize hii disete mtu ongee nini, inakuwa ni hatari kabisa. Ndio kwa maana moderatere anarudia anasema kwamba hapana, kumbe turudilie hiyo mada ili tuhakikishe mada ambayo tunatamba nayo katika uwanja siku hii ni kusema, je, Yesu ni Mungu? Wenye kuwa na akili wamekwisha kutambua, na wale wenye kuwa na santima wamekwisha kubakia msantima yao. Lakini kweli ya Mungu sisi tumeiongea, na tangu nilipofika hapa kitu kinaona ajabu ni kitu kimoja. Pastor akifika kumeza anatoa andiko wa kitu anashangilia, lakini mimi nikatoa andiko wanasema hapana, kitu kinachanganyisha ni kitu kimoja. Maana mu Biblia muna maneno ya bongo na muna maneno ya kweli, na kama mko ya bongo mimi naomba leo pastor akuya sema hapana, bwana hii maandiko kwa nasoma hii ni ya bongo, tuanze kuingola mkaratasi tubakie mule imani ya pastor. Na kama wao ni wa kweli wanapasha kujua wakati unaposoma Biblia, eti Biblia inasemaje? Yesu ni hivi. Yesu mwenyewe kwa pale alijishuhudia. Mfano tunaanza vitu Haruna Mwalimu, nenda Luka 22. Luka 22 kitabu cha Biblia kwa wapendao kusoma na kuandika inasema 42. 42 inasema. Ndio. Inasema Luka 22 40 inasema nini? atusema Baba, Yesu mwenyewe ndiye anasema Baba, ikiwa ni mapenzi yako. Kama kidogo wa ndugu yetu Yesu akisema Baba ila wakubali, lakini Yesu mwenyewe ndio nani? Mungu. Huyu Baba mwenyewe Yesu anaita ni baba gani? Twende na vitu Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki. Yesu anaona magumu yanamfikia, anakwenda kumulima kwenda kuomba, anastakia Mungu maneno, Baba, ikiwa kama ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki. Kikombe gani? Twende na vitu. Walaki si mapenzi yangu, mimi Yesu, bali yako mapenzi yatendeke. Ila mapenzi yako Baba ifanye nini? Yatendeke. Endelea. Malaika kutoka mbinguni akamtokea Yesu, akamutia
nguvu. Endelea. Inaendelea inasema Nini? naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, naye Yesu kwa vile alivyokuwa katika dhiki, yani alikuwa katika magumu au tabu, akazidi sana kuomba. Yesu akazidi sana kufanya nini? Kuomba. Sasa jameni, Mungu anaombaka au Mungu ndiye anaombaka? Sasa ikiwa kama Mungu wenu anafanya naomba, eko naomba tena nani? Ndio kitu cha kujua hicho. Twende na vitu. Inaendelea inasema hali yake ikawa kama matone ya damu. Jasho la Bwana Yesu anaenda kumulima, anaomba, anamuomba Mungu, afu jasho yake ilivuya mfano wa nini? Wa damu. Kumulima alikuwa anamuomba nani? Na yeye ndio Mungu. Sio vitu vyenyewe hivi. Sasa Haruna, baba, kuna uongo ambao tunafia tuutangaze tuondoe kabisa. Beba kitabu kinaitwa Siku za Bwana mwaka A. Ile ni kitabu Katoliki. Tunaanzia vitu hapo. Kabisa. Ndio hiki hapa. Tumeshakipata. Mwaka A ukurasa wa 5. Ukurasa wa 5, kipengele cha kwanza. Nyangula kile kitabu kila mtu akione. Pale ndio kulianzia bongo kwa kupoteza watoto wa Mungu. Ndio hiki hapa. Kile ni kitabu cha Katolika, sio kitabu cha Waislamu kile. Kinaitwa Siku za Bwana mwaka A. Ukurasa wa 5 kipengele cha kwanza inasema nini? Inasema ndio na kuamkia Maria, na kuamkia Maria, umejaliwa neema, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, umebarikiwa wewe Mariamu kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu mama ya Mungu, Maria mtakatifu mama wa nani? Wa Mungu. Utuombee sisi wakosefu. Mama kidogo. Sasa hiyo imani ya ndugu yetu wanatumia vile vitu, lakini la ajabu fasi moja wanakosea. Maria mtakatifu mama wa nani? Wa Mungu. Ulizo naingia, mama wa Mungu na Mungu mkubwa ni nani? Mkubwa ndo mama. Mama wa Mungu na Mungu mkubwa nani? Mkubwa ni mama. Ndio wenzetu wanaona kumwomba Yesu wanapata tabu, ndio wanamwendea mwenyewe. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Nyinyi ni wakosefu kweli, kwa sababu mnaacha njia. Lakini hao Wakristo wengine wanasema Yesu ndiye njia, na Yesu maana akikisha kwenye 14 sisi anasema ya kwamba mimi ndimi njia, lakini wenzetu wanaanzia kwa Mariamu. Hivi kwa Mungu watafika? Hawatafika. Hiyo tukisema tunakosa, tunatia matusi kabisa. Sasa hiyo ndio imani ambao watu wengi wanatangaza, watu wanatangazia Yesu Mungu Yesu Mungu wa. Ona bana sasa 6:12 nuka inasema tokea siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Tokea siku zile Yesu aliondoka mlimani ili kufanya nini? Ili kuomba. Ndio. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Akakesha usiku kucha katika kumwomba nani? Mungu. Sasa yeye kama ni Mungu kumulima alikuwa anaomba tena Mungu gani? Sio vitu hivyo kabisa. Sasa watu kuwafungula watu masikio hawataki. Wanapenda hivi. Maandiko yanatuambia msome wa Korinto wa kwanza 10:14, mhubiri injili anatakiwa apate riziki katika injili yake. Banabakia ni kudisere watu ndio kupata sadaka. Sio vitu vinabakia. Lakini kweli ya Mungu iko hapa, wanazangaza watu vitu vingine. Sasa twende vitu. Haruna, baba, nyinyi Waislamu mnasema Yesu ni nani? Yesu ni mtume tu. Nyinyi Waislamu mnasema Yesu ni mtume. Waebrania 3:1. Waebrania 3:1 kwa wapendao kusoma na kuandika inasema. Ndio. Kwa hiyo ndugu watakatifu, ndio wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Kwanza wewe simama hapa mbele, mimi nitaka ile andiko usome kukichwa. Wengi wanafikiria sisi Waislamu hatujui Biblia. Uikae hapo kijana wangu, maandiko yote nataka kukupa hapa usomee mkichwa. Na kama kuna pastora atasema sisi ni waongo, meza iwe pale. Kama Haruna anasema na makosa, naomba Mkristo mmoja yafunguke Biblia na Haruna asomake huko. Waebrania 3:1 inasema nini? Kwa hiyo ndugu watakatifu, sasa wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Ndio. Tafakarini sana mtume. Ndio. Na kwa ni mkuu wa maungamo yetu Yesu. Sasa
Biblia inasema Yesu ni nani? Ni mtume. Tena nani? Kuhani mkuu. Sawa kabisa. Hiyo ndio Waebrania 3:1. Na kama tunasema sisi ni uongo, Biblia iko pale, tunaomba Mkristo mmoja asome ile andiko akamata uongo wetu. Sasa Biblia inadetermine kusema kwamba Yesu ni nani? Ni mtume. Lakini hao wachungaji wanahubiri Yesu ni nani? Ni Mungu. Sasa Mungu, wao unasema nini juu wachungaji? Mungu anasema hivi, someni kitabu cha Yeremia 15:6. Soma kitano wangu. Inasema Ndio. Watu wangu wamekuwa kondoo iliyopotea. Wanani wanaopoteza? Wachungaji wao wamewapoteza. Takbir Islam. Kama sisi tunasoma uongo, naomba Mkristo mmoja hakikishe. Kijana, mimi naona hakuna mtu anasema ni uongo. Hakuna. Wewe rudia hata kiti chako. Wamekwisha. Takbir Islam. Allah. Ndio vitu vyenyewe hivyo. Sasa Haruna, tumuulize Yesu, beba Biblia Swahili ya Kongo. Tumia Scopite Biblia. Ile njia tangu Mobutu ile. Kabisa. Tumuulize Yesu, wewe ni nani? Yesu anasema, ndugu yangu, msipate tabu ya bure, mtembelee kitabu cha Yohane. Kitabu cha Yohane 14:24. Teremsha vichwa Haruna. Kitabu cha Yohane 14:24, kitabu cha Biblia kisiokuwa na bismillah. Kwa wapendao kusoma na kuandika inasema. Ndio. 14:24 inasema. Nini? Inasema safi. Mtu ambaye hapendi, mtu ambaye anipendi hatii maneno yangu. Yesu anasema mtu ambaye anipendi wala hapendi kutii maneno yangu, na neno mnalolisikia, ili neno mnalolisikia sio langu mimi Yesu, lakini ndio lake Baba aliyenituma. Hii neno ninalolisema sio langu, ila lake Baba aliyefanya nini? Aliyenituma. Yesu anasema alitumwa na nani? Na Mungu. Kisha ule aliyetumwa au mtu yote aliyetumwa na Mungu anaitwa nani? Mtume. Huyu uungu wa Yesu unatoka wapi? Sasa wandugu yangu, nataka kuwapatishia maandiko yenyewe iko na fikikiwaka. Biblia hiyo inadanganya mapastori wengi. Biblia inamwita Paulo kuwa Mungu. Wewe mnasemaje? Kama wangelikuwa kuitwa Mungu, Paulo angeitwa Mungu. Haruna, Baba anakusikiliza. mimi nakosea? Haujakosea. Basi nenda Matendo ya Mitume 28:1. Matendo ya Mitume 28:1, kwa wapendao kusoma na kuandika inasema. Inasema nini? Inasema ndio, tulipokwisha kuokolewa, pale tulijua ya kuwa kisanga kile, endelea, kiliitwa Melita. Endelea. Pili inasema nini? Washenzi. Ile ndio Swahili. Kama sija tusomaki Kiswahili ya Kongo, tunayoa Kongomani Swahili yao nyingi ni matusi. Lakini Swahili bora watakwambia wenyeji wa mji au wakaaji wa mji. Swahili ya Kongo nasema wasenji wa mji. Washenzi walitufanyia vizuri. Wasenji wa mji walitufanyia vizuri. Swahili bora ni kusema kwamba wenyeji wa mji walitufanyia sisi fadhili. Endelea. Kupita desturi ya siku zote. Yaani walitufanyia uzuri kupita desturi ya masiku yote. Hiyo siku watufanyia uzuri. Uzuri gani? Kwa sababu ndio waliwasha moto huku Paulo na wanafunzi wake walishapigiwa na mvula. Sasa walipofika kumugini, wakati wa mji wakawasongea moto. Endelea. Wakatukaribisha sisi sote. Kwa sababu ya mvua iliyonyesha. Kwa sababu ya mvua iliyonyesha ni mlionisha Paulo na wanafunzi wake, ndio wakati wakamsongea Paulo moto. Endelea. Na kwa sababu ya baridi. Ndio. Inaendelea inasema. Nini? Na wakati Paulo alipokusanya mzigo wa kuni. Wakati Paulo alipokusanya sasa, alikusanyisha mzigo wa kuni ili akonge moto ongezeke. Na kuweka juu ya moto. Ndio. Nyoka akatoka. Ndio. Nyoka akatoka mzigo wa kuni akaja kujipamba kwa mkono wa Paulo. Kwa sababu ya moto. Ndio. Akafungana na mkono wake. Nyoka naye akakuja saa yote moto.
kufika kwa mkono wa Paulo anajipamba. Endelea na vitu. Inaendelea inasema, washenzi walipoona yule nyoka, wakaaji walipomuona yule nyoka akiangika, ndio hata alipopona toka bahari. Wakaaji walipomwona yule nyoka eko akihangaika kwa mkono wa Paulo, haki haimwachi kuishi. Watu wakasema la, huyu Paulo huyu maadamu anasema nishaamini, lakini haki haimwachi kuishi. Endelea. Lakini yeye alimtikisisha katika moto. Paulo alikamata mkono wake ule ambaye nyoka alishipamba akautikisa ndani ya moto, pasipo kumzuru. Lakini nyoka hakumuluma Paulo wala moto hakumlunguza Paulo. Endelea. Wakamwangalia sana. Watu wakamwangalia Paulo sana. Endelea. Wakizania kuwa atavimba au kuanguka. Watu walizania Paulo sana tia mkono kwa moto sio kumeingiza nyoka moto. Walizania Paulo atavimba kwa mkono au kuanguka ghafla. Kuanguka chini maiti kwa ghafla. Ndio. Lakini walipokwisha kungoja ndio na kuona ya kuwa ndio neno baya halimbati, safi, wakabadili mawazo yao. Wakabadilisha mawazo. Walipomtizama Paulo wanaangalia kumkono wa kulungula wala nyoka kumuluma. Pale mawazo walikuwa wanafikiria Paulo wakabadilisha. Wakasema nini? Wakasema yeye Paulo ni Mungu. Watu wakasema Paulo ni nani? Ni Mungu. Sasa kwa Paulo tumisha Mungu. Kiandiko hiyo. Watu leo wakashuhudia Paulo nani? Ni Mungu. Kwa hiyo Paulo nani kwa Mungu? Sababu ya ishara tu. Sasa uungu una daraja mbalimbali. Mfano hata Mungu mwenyewe kamwambia Musa kwenye Kutoka 7:1, mwambia twende haraka hapo tusikie vitu. Kutoka 7:1 kitabu cha Biblia. Soma na kuandika inasema. Ndio. 7:1 inasema. Ndio. Bwana akamwambia Musa. Ndio. Tazama. Nimekuweka wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Bwana Mungu akamwambia Musa, ewe Musa, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Kwa hiyo Musa nani Mungu? Hapana. Unaona ni tabu hiyo. Sasa tunarudia muimani ya ndugu zetu sasa. Tunauliza, je, Yesu ni Mungu? Haruna. Mwalimu baba. Haruna. Nakusikiliza. Tuko pamoja. Nakusikiliza, tuko tayari. Waislamu mnielewe kitu ambacho nataka kukiongea sasa. Hawa wa ndugu yetu wanatuchanganya kitu kimoja. Wanasema Yesu ni Mungu. Kimama anasema Yesu ni Mungu. Lakini baba yeye anasema Yesu alifanya nini? Alikufa. Wanasema Yesu ni nani? Ni Mungu. Baba anasema banahubiri Yesu alifanya nini? Alikufa. Sasa wakati Yesu alikufa, Mubulongo siku 3 dunia ilibaki mkongozwa na nani? Ile ni moja hiyo. 2, wakati Yesu ndani ya tumbo ya Mariamu mwenyewe na basi kile kipindi walikuwa naabudu Mungu gani? Ile inakuwa ni ngapi hiyo? Inakuwa maswali 2 hiyo. Sasa kama ni habari ya miujiza na mengineyo hayamfanya Bwana Yesu kuwa Mungu kabisa. Hiyo ndio tunatawala. Kama kutakuwa na maulizo yoyote, meza iko wazi, tunaanza kujibu maswali. Tunakomboa muda. Sijui Waislamu tuko pamoja. Tunaweka maswali tu, tunawajibu watu. Salamu alaykum. Allahu Akbar. صلوا على محمد. صلوا على محمد. تكبير تكبير. Sawa, tunaona hadhara inapendeza kabisa. Mwalimu wetu anatusafishia mambo yote teupe kabisa, na hataki tena mtu
na wewe umekusema usikusikia. Na kama usikia umekusikia. Hivi Haruna, Naam. umsaidie kaka yetu Mike. Kaka. Unaitwa kwa jina gani? Eli. Ndugu nako. Unaingia timu gani? C'est de l'éternel. C'est de l'éternel. Unayoandika kusema ile kanisa yako ndani Biblia ile. Ile haina ndio problem. Ni problem hiyo kama tatizo yako na dini. Jina kanisa haina na problem hapo. Nasema hiki dini yako ndani ya Biblia iko hapo. Jina ya dini ile kile unasema ndani ya Biblia utaleta ndio kama ile ni dini yako. Hauna dini? Unakuwa na dini anaitwa nani? Jina ya sawa na kupata basi. Uliza. Na unasema Yesu ana Mungu, si ndio? Kitabu kinasema sisi tunasema. Hata Biblia inasema ni siri. Usitusudie la Mungu. Selon compréhension yenu, unasema Biblia ni kitu kile kiko écrit par le Saint-Esprit. Ndio kusikia, unakuwa na wewe ukazwe na Saint-Esprit, ndio kusikia. Wewe Saint-Esprit, una roho mtakatifu wewe. Tunga ni ngani naendelee. Uliza basi. Selon compréhension yenu, unasema Yesu ana Mungu. Sasa kuna tatizo lenu wote. Wale wote mnasema. Ninaenda sana kwa mbingu. Kwenda kumbingu. Unatafuta wajua kwa kumbingu. Hiyo sio sana kwa kumbingu. Wewe unaenda kumbingu. Wewe tafuta wengine wao wanaenda kumbingu. Basi kuna tatizo kijana wangu. Mwalimu. Wewe mtumishi wengine wanaenda kumbingu, wewe bado mtangulia Yesu kaka wewe unaenda kumbingu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu kaka mzuri huyu. Huyu kaka mzuri. Hii siku yetu kaka kutoka wapi? Tangia juzi, tangia jana simuoni. Maneno yake mazuri. Anasema hivi, mwana Islam, unasema kama Yesu si Mungu. Selon compréhension yenu, inaonekana kama Yesu si Mungu. Moderateur akasema usitusingizie uongo. Ni Biblia ndio inasema au ni sio? Akasema Biblia utaelewa kama uongozi na Roho Mtakatifu. Tunashangaa, nashukuru leo napata Mkristo na Bwana Roho Mtakatifu. Sasa akatia ulizo yake sasa. Nyinyi mnasema Yesu si Mungu. Kumitume yote ambao nyinyi Waislamu mnawajua, ni nani alishawahi kupanda mbinguni? Haruna? Mwalimu! Haruna? Naam! Wafalme wa pili 2:11. Wafalme wa pili 2:11 kitabu cha Biblia. Ndio. Wafalme wa pili 2:11 nasema nini? Wafalme wa pili 2:11 inasema ndio. Inasema ndio. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele, wale watu walikuwa ni wawili, Elia na Elisha. Wako mkwenda mbele, endelea na kuongea. Walikuwa mkuongea, Elia na Elisha wako naongea. Tazama. Ndio. Kukatokea gari la moto. Na farasi wa moto. Ikawatenga wale wawili. Ikawatanisha wale wawili. Elia anatoa kwake na Elisha kwake. Endelea. Naye Elia. Nani huyo? Naye Elia. Ndio. Akapanda. Wapi? Wapi? Mbinguni. Pepo kisulisuli. Mpe huyo Mkristo. Kaka Biblia inaamini. Inasema Elia alipanda wapi? Ninasema ule profeta wenu bali msema. Unaona sasa? Haya, Haruna. Huyu bwana alidhania sisi Kiswahili. Ndio maana nilisimama nirudishie kubaki. Mnasema Yesu si Mungu. Ni mtume gani aliyepanda mbinguni?
mtume gani aliyepanda mbinguni? Kwa kuwa Muhammad ni Mwarabu na wewe unasuki na Uislamu, ndio maana unabadilisha mada. Sasa sikia nikupe vitu. Kwanza, kubali moja, Elia alipanda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo Elia alipanda wapi? Mbinguni. Moja hiyo, mpe Haruna. Haruna 11:5 Waebrania. 11:5 Waebrania. Ndio. Inasema sawa. Waebrania 11:5. Ndio. Inasema ndio. Kwa imani Enoko alihamishwa. Kwa imani Enoko alifanya nini? Alihamishwa. Enoko alifanya nini Waislamu? Alihamishwa akaenda wapi? Alitoka hapa Fungurume akaenda Lubumbashi? Au alitoka Yerusalemu akaenda Israeli? Alienda wapi? 5:24 Mwanzo. Sasa 5:24. Tunapenda kusoma na kuandika inasema. Ndio, tuangalie kwenye Enoko alihamishwa alienda wapi? 12 yenyewe inasema. Ndio. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Enoko akaenda pamoja na nani? Na Mungu. Endelea. Naye akatoweka. Maana Mungu alimtoa. Endelea. Inaendelea inasema. Akatoweka. Maana Mungu alimtoa. Metusela. Simama sasa. Kaka Enoko naye Mungu alifanya nini? Hivi mbinguni kuna nani? Elia yuko wapi? Mbinguni. Enoko naye yuko wapi? Mbinguni. Wanakuwa wangapi? Wawili. Yesu naye yuko wapi? Mbinguni. Wanakuwa wangapi? 3. Sawa. Sasa kwa kule kuona wewe unashuki na Uislamu, ndio unageuka sasa, mtume wenu yuko wapi? Ni kweli mtume wetu kafia Maka, kafia hapa Madina na kaziko ndani ya msikiti. Sasa leo yuko ndani ya kaburi. Sasa na kama mtume angani ndani ya kaburi, anachunga mpaka siku dunia itamalizika, watu wote wafufuliwe, ndio na yeye afufuke. Kaka, wewe si Mkristo? Ndio. Tangu uzalike kuona Mkristo anakufa na mpaka Yesu mbinguni. Sasa subiri binani na kuuliza. Ndio. Tangu uzalike Bakristo wako na kufa au bakufi? Ndio na kufa. Ulishawahi kuona Mkristo anapanda mbinguni? Bwana mimi niko na tofa. Subiri kwanza nishakuuliza unitibie kwanza. Ulishawahi? Hiyo niko na shughuli yako. Tangu uzalike na tangu ukubali Kristo, ulishawahi kuona Mkristo anakufa anaenda mbinguni? Sasa Muhammad anasema yuko wapi? Na Mkristo akifa anaenda wapi? Anamfuata nani? Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Sio kazi hiyo. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. sallallahu alayhi wasallam. Allahu Akbar. Tunaona huyu kijana wetu anafilisika kabisa. Wote wamekufa na ufuata Muhammad ndani ya kaburi. Na siku Muhammad anafufuka nao anaingiza kupepo. Haruna, baba, naona kuna kijana mzee anafungulia pale. Namuona kabisa. Kijana mzee mpazima yake basi. Kaka, habari yako hapo? Unaitwa kwa gani? Dr. Njima Lumiere. Wewe mwanga? Sawa. Hivi unaingia dini gani? Mimi ni Mkristo. Uko Mkristo? Mkristo ni jina yako au dini yako? Hapana. Maanake wote walichika kama Yesu Kristo anapaswa kuwa Mkristo. Ni jina tu la mtu, haina dini. Ni jina. Sawa, hivi lako sasa. Kabla ya kuuliza swali, naomba kama mnaweza mtazamaje misali kidogo. Swali basi. Atamara tunakaa Mungu wa mbingu na dunia. Na yasema Yesu Kristo ni mwana wako, alikuja hapa dunia kwa kutupatia shia. Seigneur, je me rappelle la puissance de Saint-Esprit dans ce monde. Je me fais que cette joie soit rappelée ta présence par le Saint-Esprit.
la puissance de Jésus. Nous te supplions. Amen. Amen. Ok. Nauliza sasa. Nafika tu hapa. Nafika tu hapa mwana na nauliza ni nini hapa. Wakaniuliza kama Yesu ni mwana wa Mungu au ni Mungu. Hapana, sio mtu Yesu si Mungu. Hapana bwana, Yesu si Mungu. Natauliza bwana. Swali hili tatizo hili. Sio tatizo letu. Tunamweka Yesu ni mtume na Mungu anabakia Mungu peke yake. Ndio mnajua kama tunasoma Jean 3:16. Jean 3:16. Comme car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que pour voir la vie éternelle, il fallait passer par Jésus. La Bible dit encore, personne ne peut passer au Père sans passer par moi. Et puis, elle dit que personne ne peut faire le Père s'il ne passe par moi. Il dit encore, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ. Unamaliza? Tulipenda kusaidia leo na kuja na daktari, lakini hii maneno yako yamekuja kuijibu zamani, lakini nitamweka mwalimu hapo mshindo na wengine kwa sababu ya ukua. Sawa, mwalimu mmoja mmoja na tena sababu hakuwa kijana na tatizo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Kristo, haleluya. Kama unampenda Yesu mpokee mkono juu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Asante. Huyu kaka mzuri huyu. Huyu kaka mzuri. Maneno yake anaongea mazuri. Ndugu yangu Waislamu, mimi ni Mkristo. Huyu kaka akamuuliza hivi, Ukristo ndio dini yako au ndio jina yako? Anasema hapana, kila anayemfuata Yesu ni Mkristo. Maana kwa elimu yake akula aliyomfuata Musa tumwite nani? Musani. Inaonekana hivyo, kila aliyomfuata Yesu anakuwa Mkristo. Aliyomfuata Musa tumwite Musani. Hiyo moja ndio tunaenda kuelewa mimi. Sasa tunarudia sasa. Unasema hivi Waislamu, mbele ya mimi kuongea acha nialike kwa nguvu ya Mungu. Unamuomba Mungu mmoja. Na unasema Yesu ni mwana wa nani? Mpe huyo. Wewe unasema Yesu ni mwana wa nani katika maombi yako? Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini subiri sasa. Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa nani? Mungu. Ndio. Lakini ni Mungu. Maombi yako wewe mwenyewe ulikuwa unaomba. Wewe kusikia, ndio maana naanza kuuliza. Sasa ulikuwa unasema nilikusikia, ndio maana nasimama ili nikuulize. Wewe ulisema, niache na mimi niseme. Katika maombi yako ukasema Yesu ni mwana wa Mungu. Yaani hiyo ni Mungu. Haya, mtu Haruna 15:14 Methali 15:14 Methali inasema ndio mjinga huamini kila neno. Yesu ni Mungu, ndio. Yesu ni mwana wa Mungu, ndio. Biblia inasema mjinga huamini na simama tena. Mimi maombi yako wewe unanifurahisha mie. Unaomba mzuri. Subiri sasa. Katika maombi yako nasema Yesu ni mwana wa Mungu. Nini maana ya mwana? Nani? Mwana maana yake nini? Mwana. Maana yake mtoto. Maana yake Yesu ni mtoto wa Mungu. Yeye mwenyewe sio, lakini alifanya kula Mungu. Nakuelewa sasa. Mimi nishakuelewa. Kwa hiyo Yesu mwanzo naomba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini yeye mwana akajifanya tena kuwa nani? Unajua naona ni sawa kwanza. Mimi nataka kurudia swali yako sasa. Sasa maskini wa Mungu wakati unajikoroka kisha ukasoma andiko sha kwa sasa nikusomee.
Wewe ulijifanya kusoma unafikiria Biblia unaijua. Maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee kusudi kila aliyemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Andiko lako linahakikisha Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa kuwa Mungu alipenda dunia ndio akamtuma mwana wake wa pekee. Kwa hiyo Yesu ni mwana. Ndio hapa. Haruna huyu kaka yangu, kitu anashinda kuelewa ni kitu hiki kimoja. Mimi siyatoa andiko, niko yarudilia, ni vile vile wenyewe wao uko nasema wewe mwenyewe kwa kumkonfirmia Yesu unatoa tua sasa. Ndio vile vile soma Haruna inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Hata akamtoa mwanawe pekee. Hata akamtoa mwanawe pekee. Kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo andiko lako linahakikisha Yesu ni mwana. Yesu ni mwana, sio Mungu. Haya. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama kuna mtu mwingine uende ni wala. Au kama unauliza wengine uliza kaka. Unauliza wengine? Okay. Unauliza tena gani? Mwewe mwabudu Muhammad kama nani? Muhammad ni mtume. Ndio. Mwewe mnaamini Yesu kama nani? Mtume. Kwa nini mnamwita Yesu mtume? Mwalimu. Kijana hajaelewa. Haruna, mwalimu, utasome mwenyewe 3:1 wa Ibrania. 3:1 wa Ibrania inasema ndio. Asome mwenyewe usimwone kabisa. Anasema wewe unamwabudu Muhammad kama nani? Sisi hatumwabudu Muhammad. Sisi tunaabudu Mungu. Lakini sasa kwa kule kuona ungali maskini kwenye Swahili, moderator anakuelewa. Sasa si Muhammad tunamwamini kama mtume, hapana kumwabudu. Kumwamini kama mtume. Sasa Yesu naye mnamwamini kama nani? Moderator akasema kama nini? Mtume. Sasa ndio nahakikisha soma mwenyewe wakisha basikie. Waebrania 3:1. Kwa hivyo ndugu watakatifu, kushirika mwito wa mbinguni. Wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Mutafakarini au mumukumbuke sana mtume na kuhani mkuu. Nani? Mkuu. Wa maungano yetu Yesu. Hayo Yesu ni? Yesu sio mtume. Biblia inasema aje? Mimi nasema hivi. Yesu sio mtume. Yesu akisema neno utaifika. Yesu akisema neno utaifika. Haya. 17:3 Biblia ya Kongo asome mwenyewe. Yohana 17:3 inasema asome hiyo yote asome kabisa. Kaka unasema Yesu akisema jambo utaifika. Haya sema kwa kitu. Sema niseti kwa nasema aje? Na uzima wa milele wakujue wewe Mungu pekee kwa kweli. Yesu Kristo ambaye ulituma. Sawa. Rudia hiyo. Haruna soma. Inasema na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio nini? Kwanza wakujua wewe Mungu wa kweli. Wakujua wewe Mungu wa kweli wa pekee. Mpe huyo. Nini maana ya pekee? Moja. Sawa. Endelea na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hiyo na Yesu Kristo aliyefanya nini? Aliyemtuma. Na kusema ile maneno ni nani?
Ok, pas de problème. Ah, pas de problème. Vous me laissez d'abord me filmer. Il n'y a pas... Kaka, hawa watu sibatatu. Mimi nakatala pale. Ondoka hapo, sio kazi yako, ni kazi ya moderator. Unyachie ndugu yangu. Kama kuna mlizaji mwingine uwanja ni wazi, meza ni wazi, kwa mwenye kuwa na ulizo aje ulize. Tunatafuta yule Mkristo mwenye kumtetea Yesu kwa Mungu, uwanja ni wazi. Mkristo yote mwenye kumtetea kuwa Yesu ni Mungu, apite hapa, uwanja ni wazi. Ujumbe huo kwa watu wenye akili bila ubaguzi bila madhehebu. Aliyo ahadi amekwisha kuja, basi tutalibeni mtu mmoja. Ujumbe huo kwa watu wenye akili bila ubaguzi bila madhehebu. Aliyo ahadi amekwisha kuja, basi tutalibeni mtu mmoja. Habari za ufupi kutoka kote duniani, dunia yetu tuonekana mapita ya kisiasa. Mayahudi wapiga vita popote penye Uislamu, ukafiri utukufu, tizama mji wa Sungurume. Ujumbe huo kwa watu wenye akili bila ubaguzi dini na madhehebu. Aliyo ahadi amekwisha kuja, basi tutalibeni mtu mmoja. Katolika wanasikitika hivi pamoja Roma, Waislamu wa Muhammad kitika hivi pamoja Maka. Utume kutoka kwa Mungu wa kujifanya na kupeana, nchi gani nchi yetu, si madini vya kujitungia. Ujumbe huo kwa watu wenye akili bila ubaguzi dini na madhehebu. Aliyo ahadi amekwisha kuja, basi tutalibeni mtu mmoja. Ujumbe nikahubiria katika vyumba vya maombi, sijia maombi yatanisha mapenzi na undugu. Wandugu wako ni waje uliamini Yesu ufanye miujiza, wao ni wandugu wa kimwili. Leta mali kwa ndugu wa kiroho. Ujumbe huo kwa watu wenye akili Biblia kuliko mtakatifu ndio kudanganya Waislamu. Baina yao na watu tofauti tofauti ni vitolekele vya mafuta toka Eliasi ya mzima. Ujumbe kutafuta Mungu wa mtano na kwa macho. Nini watu wa Mungu mnahangaika sana? Manabii wao wamekuja kutawala. Manani yandikwa maneno watu wajua. Nabii amelisikia kama anaona. Bibi kuna nabii anakusikia sura. Sasa kutenda kazi kama kile tunamuona hakuna mlizaji wote, basi mmoja atarudia tena kwa kusaidia na kusababisha uwanja. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإسلام راسي وراح راسي وراح mapastere waliama. Tulikuwa na mapastere jana hapa wanaama. Hii ni hatari jamii. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nalisio kisao. Kama unaomba kusema kitu iko pale. Kuna kitu ambacho nalikusudia kukiongea. Waislamu takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kuna tangazo mbili. Tangazo moja, viongozi wanasema muhadhara kesho hautakuwa hapa.
Sijui naomba Sheikh Ramadhani tuliongea kidogo. Usije kaniambia ni kufil mimi nikataa fil tu. Nitakuwa nimekosea. Kwa hiyo uambie Waislamu muadhara kesho itakuwa basi kadi. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi tunajulisha Waislamu na Wakristo kwa wale wenye kuwa na shida ya kuuliza muadhara kesho na 14 kilo zile kesho na 14 tukutanike pale. Yaani mahubiri kesho itakuwa kilo vile. Mimi ni mgeni, msho wangu ndio hapa. Huku kote tu najua, huku sijui. Sasa mahubiri kesho itakuwa kilo vile. Mada tutakuwa nayo kesho. Ukristo na Uislamu, ipi dini ya haki mbele ya Mungu? Narudia tena, mada ya kesho au sisha ya kesho, kati ya Ukristo na Uislamu ni dini gani ya kweli mbele ya Mungu? Natangaza pastor yoyote akitoa andiko ndani ya Biblia Ukristo ni dini, mimi nabatizwa na mimi nitakufuata. Sasa mimi nishabatizwa na wewe utakuwa nani? Mimi nitakuwa shemasi. Yatakuwa shemasi, mimi nitakuwa mwimbaji Kabisa. Sasa na mimi mwenyewe na basiliaka kwa ndugu yangu Mduma, mimbo mingi wanamkosea Mungu. Mfano anaweza kuwa kina dada wa Kikristo eko nyumbani kwake, bwana yake pembeni, yeye anaongea pale, nina ni mwanaume kama Yesu, hakuna chini ya jua na mbingu. Sasa uko naimba hivyo na uko na watoto, uko na bazala tu, hiyo ni balaa moja hiyo. Mwingine anakuambia hivi, sina na baba, sina na mama, niko na Yesu wangu. Wewe duniani unajileta mwenyewe. Huku Mungu anatuambia sisi, wakadharabuka ala ta'buda ila iyal wa bil walidai ihsan. Hawa ndugu letu wanamkana baba na mama, balaa hiyo. Sasa tukatoka mwanamuziki mzuri mwenyewe anaharibisha Wakristo leo. Mile. Akisharuka anawaambia wenzangu, msinione mimi naruka kwa kuwa nimeonja utamu wa nani? Alionjia watu. Mimbo mengi ya ukosefu wa adabu. Sasa wewe kijana, ndio maana anasema Yesu akoshe basi asimkosee Mungu. Takbiri Waislamu. Allahu Akbar. Sasa hii kiotoa kitu kimoja ambacho kinatufurahisha. Tangazo lingine nilipenda kuambia Waislamu, msibabaishwe wala msihangaike. Pastor mimi namfurahiwa, ni mtu mzuri. Jana tulikanyagana naye hapa vizuri kabisa. Lakini maskini wa Mungu, kisha mimi kumaliza vitu nikawa napata Wakristo 8. Muislamu. Sasa sijui kama hao Wakristo wanapungukiwa au wanaongeza. Anapunguza. Na hapa leo nakuwa napenda ninyomole wengine. Huku kumsikiti mwako hapa juu hapa, Waislamu waenea, kuna fasi ya Waislamu wengine kwenda Kanyanga. Ulizo wangu ni kusema hivi, ni nani anapenda kuwa Muislamu? Nani anapenda leo awe Muislamu? Ndio neno liko hapa. Hakuna kuko. Asante. Lakini jana mimi nikapata. Karibu kaka. Wewe unapenda kuwa Muislamu kule hapo. Ingia ndani, mwingize ndugu yetu aingie. Haya, basi anasema kwamba anakwenda kazini. Ni nani mwingine anapenda kuwa Muislamu? Huyu mmoja, karibu kaka. Uje wakati wa kuamini dini ya kweli. Allahu Akbar. Allah. Nakatala kuja yoyote, mimi nakatala kama Muislamu hakuja waja. Mwenye waja hapa ni mashehe tu ambao wanasilimisha Waislamu hao. Mkao mnajaa, hatutajua wewe ni Uislamu ni watu wangapi. Hawa ndio watu wanakubali dini ya Kiislamu. Habibi shekhe wangu, nani mwingine anapenda kukubali dini ya Kiislamu? Mwingine anapenda kuwa Muislamu ni nani? Haya, karibu
Karibu kijana mwenzangu, karibu sana. Wakati unaenea sasa. Nani mwingine anapenda kuwa Muislamu? Hawa ni watu watatu hao. Kwa moyo na kutamka ulimi na kutamka ya kwamba tangu leo sitaabudu Mungu mwingine ila Allah. Mungu mmoja aliumba mbingu na dunia. Tafadhali subiri kidogo. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Narudia tena. Ni kwa nini hao vijana wane wanakubali dini ya Kiislamu? Waislamu, mimi nakataa kelele jameni. Mkaleta kelele mnaharibu vitu vyenu ninyi wenyewe. Waislamu takbir. Hawa ndugu yetu watawaona hawa kaka kama waenezi nini? Akili. Kaka mimi niliona ungetongelea ndani kama kuna Mwanzo 17 Daniel. Tunasema nini? Basi. Kwa habari ya hao vijana wane. Mungu aliwapa maarifa. Mungu anawapa hao vijana maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Sawa kabisa. Njoo maana Mungu anawapa maarifa, ujuzi na elimu na hekima. Wanaona dini ya kweli ni Uislamu. Wewe kama utatukana baba, wakiwatukana bebeni Danieli 1:17. Vitu hivyo. Kaka anasema dini yako ulikuwa mkanisa gani? Ndio. Ulikuwa munani? Muneo. Ulikuwa munini? Muneo. Yani leo ndio nakubali sasa kuacha neo na kuwa Muislamu. Ndio. Ni kitu gani kinakufanya wewe ukubali Uislamu leo? Mahubiri nilifanya tu bien. Mahubiri ndio anamfanya yeye awe Muislamu. Ona. Mimi habari iko hapa, mimi sioni adabu. Huyu kaka lake ni Mkongomani. Swahili ya Katanga ndio yenyewe, tusichekane jameni. Ndio Swahili yenyewe ya Katanga hiyo. Leo mimi nikalamba Swahili hata basi hatanielewa. Nikazungumza na Swahili bora hatanielewa. Huyu ndio Swahili sasa ya Katanga hii. Usimcheke. Mimi najua wewe unacheka, ni maumivu kwa kuwa unapungukiwa kanisani. Takbir Waislamu. Sadaka libana leo inakuwa Waislamu. Sio unapungukiwa. Sasa kaka na wewe jina lako? Idrisa. Sawa. Na wewe ulikuwa unaingia kanisa gani? Temwe. Ulikuwa unaingia Mtemwe? Na hao ndio Watemwe hao. Haruna. Huyu kaka ni Watemwe wa Jehova kabisa. Nyangula kitabu cha Watemwe kinaitwa hivi, jitihada ya aina binadamu kumtafuta nani? Mungu. Nyangula ili watu wakione. Bali kike Watemwe. Nyangula kike watu waone. Jitihada ya aina binadamu ya kumtafuta Mungu. Soma sasa ukurasa wa Desa 74. Inasema ndio. Inasema Watemwe ndio wanasema nini? Uislamu. Watemwe wanasema nini? Uislamu. Njia inayoongoza kwa Mungu kwa unyenyekevu. Takbir. Allahu Akbar. Ndio maana huyu Watemwe alipoona kitabu chao kinashuhudia Uislamu. Mpe pasara tusaidie kutusomea. Yana Watemwe. Tusaidie tu pasara wangu Watemwe. Mimi ni Mkristo. Nasoma Biblia kina nitosha. Huyu Takbir. Allahu Akbar. Huyu pasera anachukia imani maana yeye ndio Mkristo. Watemwe ni bapagani. Watemwe ni bapagani, yeye ndio Mkristo. Elimu yako pasera, Wakristo wote wanakuona. Mungu akubariki. Watemwe wote akikuzuru baba china kila kitabu kinaitwa jitihada aina ya binadamu kumtafuta nani? Mungu. Humanitaire la recherche de Dieu. Sawa. Sasa ukurasa yani page Desa 74. Temwe anasema hivi, Uislamu
ni njia inayoongoza watu kwa nani? Kwa Mungu. Sio maana wao watemo unaongozwa hata katika Uislamu. Temo mwenyewe ndio alitunga, sio pastori. Kabisa. Haya kaka, naona sema jina lako? Anatoa. Ulikuwa unaingia kanisa gani? Ndio misa. Au kwa na misa? Ulikuwa tu mpagani? Corona. Huyo alikuwa ni mpagani. Sisi tunamvuna pale yeye kwa mfumo anakuwa leo Muislamu. Kabisa. Mungu asifiwe. Kwa hiyo hamna shida yoyote. Kaka naona jina gani? Inaitwa Patrick. Huyu kaka anaitwa Patrick. Haya kaka Patrick, uko unaingia mdini gani au kanisa gani? Alikuwa anaingia muje Ndeva. Waambie basi waje Ndeva bye. Amutaniona tena. Tunaona tena takbir. Allahu Akbar. Naona shehe Ramadhani anatafuta shahada kisha tuendelee na kitu. Inakili kwa moyo na kusema kwa ulimi, kufanya na mwenyewe ya kuwa tangu leo sitaabudu Mungu mwingine ila Mungu mmoja aliumba mbingu na dunia na kuumba vitu vyote na aliyemuumba Bwana Yesu. Na ninakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kuwa Muhammadi ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Takbir. Hawa watu wote naona Ramadhani, weka watu wako muongee nao lugha yako ambao unaongea nao. Jana tulikuwa na 8, leo tunakuna 4. Kabisa. 12. Sasa nijenge msikiti mwingine ndani niondoke mji wa Pungurume. Kweli. Na kuna Waislamu msibabaike kabisa. Ndiko na sije jana tembea nayo inasema Ukristo ni dini ilianzishwa na Shetani kwa ushahidi wa Biblia. Na kila yote Mkristo akifa anaenda wapi? Motoni. Kila atakaye kufa Mkristo anapotea? Anapotea. Haruna. Mimi muongo, mimi mkweli. Unasema kweli. Wakorintho wa kwanza 15:18. Ndio. Ndio. Na hapo katika Kristo, na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Takbiri. Allah. Hiyo ni vionjo tu, vipigo viko na pia baadaye. Kabisa. Haruna. Wakorintho wa kwanza 15:18. Rudia tena. Nini? Na hapo waliolala katika Kristo wanafanya nini? Wamepotea. Ukimwona mtu yuko ndani ya Ukristo anafanya nini? Anapotea. Haya, wewe kuya usome. Wewe nikimbia kuya usome. Wamekwisha. Aibu ya Waislamu ndio aibu yetu. Kwa hiyo Biblia ni kitabu cha anasema ni uongo na sisi tunasoma ndani ya Biblia ni kitabu cha kama mimi ni uongo wako usome. Naomba Mkristo mwenye somo la andiko. Wakorintho wa kwanza 15:18 tusomee baba yangu. Tupate Biblia Kifaransa mzee. Wewe soma Kifaransa. Sura yako ya kwanza soma Kifaransa. Kifaransa, tutakupeleka Kifaransa. Wewe unataka kwanza kwa somo lako. Wewe ulikuwa kutoka Fransa. Haruna. Unaona kitu gani kinabatisha? Yeye ni mkongomana anafanya Mfaransa. Kabisa. Sasa mimi tunakupatia ruhusa usome Kiswahili nasema nini? Mlisoma Kiswahili ya Kongo niko mkongomani. Mtu kitabu cha Kongo asome hiki. Wakorintho wa kwanza 15:18. Soma ipo pale. Usomee. Simamu na sasa mimi baba sasa. Wewe ni ndugu yetu. Sasa watu wanaisomea mimi mwanangu. Nilipenda ile andiko hapa sasa usome watu wasikie. Mada ya leo ni mada gani? Wewe fika mwisho ile ya uungu. Wewe usome andiko
tunakupa usome tunasema niko muongo. Baba Tere, wewe unasimamisha tusomea andiko. Soma andiko. Inasema haya andiko hiyo. Haruna mtu asome Pasere huyo. Baba Tere anasema 18 anasema nini? Bila soma vizuri. Soma sasa ndio. Naanza vizuri. 18 anasema na kama Kristo kufufuka, imani yetu ni bure. Na kama Kristo Pasere uko muongo. Pasere uko muongo. Naomba Mkristo mwingine asome kweli. Naomba Mkristo mwingine asome. Kule kaka. Soma kaka huyo Kristo. Pasere, usaidie. Kule asome. Baba Tere. Haruna. Pasere muongo mkweli. Rudia tena. Muongo. Soma 18 na 80. 18 anasema. Ndio. Wakorintho wa kwanza 15 18 anasema. Ndio. Baba. Hesabu takilia. Wewe unashinda kuelewa. Pasere anatoa Biblia Wakorintho wa kwanza 15 18. Pasere hata kusoma 18 anasoma 17. Pasere anakimbia 18 anasoma 17. Pasere soma 18. Baba Tere soma 18. Watu naomba Mkristo mwingine. Nisikie mwalimu. Uko muongo. Mwalimu nisikie mwalimu. Kwa sababu kama unasema kama mtu anapenda kusema meza, mtu anatamani kusema meza, anasema saa. Sasa kuweza kutaya meza. Baba Tere. Wewe unapenda kusiri na kusoma. Biblia inasema soma 18. Biblia inasema soma 18. Wengi walipofuta soma 18. Soma 18. Soma 18. Pasere leo utasoma. Diziki. Soma diziki. Wewe nilipita toka pale. Nilipita kimbi. Soma diziki. Pasere soma diziki. Soma diziki Pasere. Soma diziki. Inasema hicho. Bongo wa kanisa na kanisa tunaongoza na sio. Soma diziki nasema nini? Soma diziki vizuri. Diziki nasema wala katika Kristo wamepotea.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Rahman. Louange à toi, Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution. Chez soi, le béni, l'amour,